Moja ya changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili watu wengi sana ni jinsi ambavyo anaweza akaamua kutengeneza sponsored ads katika mtandao wa Instagram. Kupitia video hii nimeweza kuandalia jinsi ya kuweza kufanya sponsored ads na ukaweza kupata matokeo mazuri kabisa. Watu wengi unajiuliza huwa anakosea wapi? Ukitazama video hii bila shaka utakuja kunishukuru kwa sababu nimekupatia elimu hii bure kabisa. Jinsi ambavyo unaweza ukafanikiwa kupata result ama majibu mazuri ama wateja wengi katika mtandao wa Instagram. Kama ni mfanyabiashara, umekuwa ukifanya biashara, umekuwa ukitamani kuweza kupata wateja mtandaoni, naomba utazame video hii na ikikubaliki, share kwa ndugu yako ama rafiki yako ambao ungetamani naye aweze kupata ujuzi huu. Kupitia video hii nimeweza kueleza hatua kwa hatua, step by step, jinsi ambavyo unaweza kufanya tangazo lako la sponsored ads kwenye Instagram na kuweza kupata matokeo mazuri. Na nikwambie katika video hii utatazama bure kabisa, uhitaji kulipia chochote. Kikubwa mimi nahitaji kukusaidia uweze kuwa na ujuzi, uweze kuwa na skills, badala ya kuweza kuwatumia watu kwamba nahitaji kufanya sponsored ads. Tafadhali hebu nilipe hela ama nifanyie sponsored ads nipate wateja wengi kwenye biashara yangu, nipate wateja wengi wa mtandaoni. Basi ndio njia rahisi ya kuweza kupata wateja wengi katika mtandao wa Instagram kupitia sponsored ads. Sasa hatua ya kwanza ambayo mimi nitaenda kukufundisha ni jinsi ambavyo unaweza kufanya sponsored ads kwa njia rahisi zaidi kupitia mtandao wako wa Instagram. Kuna njia nyingi ambazo unaweza kufanya sponsored ads. Unaweza kufanya sponsored ads kwa kubusi tangazo ambalo posti ambayo tayari usha posti, lakini pia kucreate new posti ambayo labda ndio utai publish. Inaweza kawa kwenye account yako ama inaweza sio kwenye account yako, lakini pia unaweza ukaamua kupost kupitia business suite ili kuhakikisha kwamba tangazo lako linaenda Instagram. Lakini mimi leo naomba nikusaidie kwa ambao ungetamani kuweza kuboost kwa njia rahisi kupitia Instagram. Hatua ya kwanza, ingia kwenye Instagram yako, na ukishaingia kwenye Instagram yako basi hakikisha kwamba zingatia vitu vifuatavyo. Mimi nimesema nitaenda kufundisha njia moja na rahisi zaidi. Jambo la kwanza, hakikisha umeandaa content zako ambazo ungetamani kuweza kuboost, kama ni picha ama ni poster ama labda ni video ambayo ungetamani kuweza kuifanyia boosting kwenye mtandao wa Instagram. Sasa tuchukulie mfano kwamba tayari ulisha posti. Mfano, hebu twende tumtafute mtu mmoja hapa tuone. Tuchukulie mfano wewe biashara yako ni hii hapa. Tuchukulie mfano labda biashara yako ni hii, labda karibu nani, namba hizo hapo, sienda karudi. Umeandaa, hakikisha unaandaa, kama ni picha, hakikisha unaandaa picha zako ziwe chini ya 10, zisiwe zaidi ya 10. Kizidisha hapo ina maana kwamba huwezi kufanya boosting. Unaona, tuangalie kama huyu hapa tayari ameshaandaa content yake. Lakini mimi leo nitaenda kuchukulia mfano wa kuweza kuandaa content yangu kupitia video ambayo nitahitaji kufanya ni kuifanyia boosting. Basi nitatafuta video kwenye posti zangu ambazo tayari nishaziposti na nini. Kwa hiyo tuchukulie mfano mimi nahitaji kuboost hii content hapa, hii video ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe. Utaenda una boost moja kwa moja. Baada ya kuwa umesha posti picha zako ama video yako, kinachofuata sasa ni kwenda kuiboost. Kisha kuwa imepostiwa, utabofya eneo la boost hapa. Kuna mambo ya kuzingatia, usiskip hii video, itakusaidia sana siku zijazo. Ukiskip usije ukaanza kuja kwenye comment bwana, niona kama na boost kitu fulani, sasa naomba nielekeze vizuri. Mambo muhimu ambao watu wengi wanapoteza pesa nyingi ni hapa. Hapa ndio mahali pa kuzingatia zaidi. Kuna wakati kunakuwa na kupanda, kuna wakati kunakuwa na kushuka kwa audience katika mitandao ya kijamii, ama labda watu kuweza kununua ama watu kuweza kufocus kuhakikisha kwamba unapata result nzuri ama majibu mazuri kutokana na content yako. Sasa tuangazie vitu kimoja baada ya kingine. Tukiangalia kwenye visual profile, hii mara nyingi imekuwa ikisaidia sana baadhi ya watu ambao, kuna wale wengine ambao unaweza kukuta tangazo fulani, lakini ukishalikuta tangazo unatamani kwanza kabla kununua uende uka review account yake. Je, account yake ni nzuri ama ni mbaya? Je, alichokitangaza ndicho ambacho anaposti ama haposti hicho? Kwa hiyo kuna wakati ambao unaweza kupata result nzuri sana ukitumia hii visit your profile. Lakini pia visit your website hii.
Hii ni kweli imekuwa ikileta matokeo, lakini matokeo mara nyingi inakuwa ni kidogo sana, na watu wengi wamekuwa wakiangamia kwa sababu ya budget. Unapokuwa na post kupitia visit your website, ina maana kwamba inapaswa uhakikishe kwamba unakuwa na budget ya kutosha, sio 100,000 au na boost ndani ya wiki moja. Ukiboost ndani ya wiki moja, mara nyingi result huwezi kupata nzuri, ama matokeo huwezi kupata mazuri. Lakini pia mara nyingi kwenye unapo boost visit your website, mara nyingi mtu anapoenda click kwenye link yako ili aweze kukufuata wewe, inaanza kumwambia bana you are leaving kwenye Instagram kwenda kwenye new link. Sasa wateja wengi akiona vile anaona kwamba nikishabofya hapa tena, ina maana natoka tena kwenye Instagram, anaamua kuskip kwenda moja kwa moja kujiunga na wewe. Unaweza kukuta huku inaonyesha click zimekuwa nyingi, lakini ukiona result kwenye WhatsApp labda ama kwenye tovuti yako unaona kwamba watu hawajaja wengi sana. Ndio changamoto iko hapo. Lakini hii hapa tools ya message imekuwa ni tools moja nzuri sana ambayo naweza kusema na kushauri kwa hii ya message, ambayo na yenyewe imekuwa nzuri sana kwa ajili ya kuweza kupata feedback nzuri unapofanya sponsored ads kwenye mtandao wa Instagram. Lakini kuna hii mix of action, hapo unaweza kupata labda engagement, lakini followers na nyinginezo, kuweza kuangalia tangazo lako nafika watu wengi. Sasa swali linabaki, je, ungetamani kuweza kutumia ipi kati ya hizi tatu? Mimi I recommend to you, chagua visit your profile, chagua message you, usichague visit your website. Epukana na kuchagua visit your website, nenda kachague visit your profile au chagua message you. Kwa nini? Akija kwenye visit your profile, kwa wale wapenzi au welevu, anapendaka kupitia profile yako aweze kuangalia je umeuziwa ngapi, afanye review afu ndo anunue. Ina maana kwamba tayari huyu utakuwa umempata. Ukija kwa watu wanaokuja na message, ina maana kwamba huyu atakuja direct kwenye message yako ama inbox kwako, alafu baada ya hapo mnajadiliana, anauliza maswali yake, badala ya kuanza tunasema ana move kutoka Instagram aanze kubofya linki mara mbili, kwenda moja kwa moja wapi? Kwenda moja kwa moja kwenye account yako labda ya WhatsApp au whatever. So mimi ningeshauri chagua hizo. Baada ya hapo, ambacho napaswa kufanya ni kuselect hapo nahitaji message hizo ziende wapi? Ziende Instagram ama ziende WhatsApp. Kama zinaenda WhatsApp, basi utabofya hapo kwenye WhatsApp, utaselect namba yako na mambo yanaenda hivyo. Ndio maana tunakuambia kwa nini uende message you badala ya visit your website. Watu wengi tumekuwa tukiweka link ya WhatsApp hapa kwenye visit your website. Kumbe pilipaswa tuweke labda URL ya website ama labda ya mtandao mwingine, kama hizo short link zile unaweza kuweka hapo. Wakati ukiweka kwenye message itakusaidia wewe urahisi mtu kuchat, akibofya tu anakuja moja kwa moja kwenye WhatsApp, badala ya kwamba bofye pale link alafu ianze kumpeleka tena new link alafu ndio ije kumpeleka WhatsApp. Kwa hapa akibofya kwenye message ina maana anakuja direct kwenye WhatsApp. Hicho ndio kitu pekee ambacho napaswa kuzingatia. Kwa mimi na recommend chagua kama nataka kuweka link, chagua message ambako hapa inakusaidia kuweza kuadi message yako moja kwa moja. Mtu akibofya tu anakuja direct kwenye WhatsApp badala ya kutumia visit your website. So hivi ndio vitu muhimu vya kuzingatia mwanzoni unapofanya setting hapa, lakini baada hapo utakuja kuangalia let's say hapa nani angeweza kuona hili tangazo. Ina maana kwamba kama mimi hapa naona kwamba hawa ndo watu pekee ambao anaweza kaona tangazo langu. Ukibonyeza hapa moja kwa moja unapaswa kuzingatia vitu vifuatavyo. Who should see your ads? Nani anatarajiwa unatarajia aweze kuliona tangazo hili na aweze kufikia. Mfano hapa anakuambia kuna watu wa financial product and service, kuna watu wa employment walioajiriwa na kadhalika, lakini watu walioko nyumbani, watu wa masuala ya kijamii ama umeme ama swala ya politics na kadhalika. Sasa mimi naweza nikaachana na hapo, tukaenda hapa kwenye suggested audience, kwa maana kwamba hili ni recommendation kutoka kwa upande wao. Kwa hiyo tungeweza kufanya nini? Kusuggest hapo.
Baada ya hapo basi unaweza ukabofya. Kuna watu wengine ambao huwa tunasema unaweza ukatarget, wewe target yako ni ipi? Kwa hiyo lazima uzingatie hilo. Ama labda target yako ni mkoa, basi unaweza ukabofya hapa, alafu then ukaselect mkoa ama nchi fulani, ili sasa ikusaidie wewe ujumbe wako kuweza kufika kwa watu hao. Lakini sometimes kama uhitaji kuweka hivyo, basi ache hiyo ibaki, tumia suggested audience kutoka kwenye mtandao husika. Lakini ni muhimu pia kama utakuwa na malengo, andaa audience wako. Baada ya hapo twende tukabofye next. Next hapa pia huwa tunazingatia jambo pekee ambalo unapaswa kufahamu ni kwamba daily budget yako unataka iwe shilingi ngapi. Mfano ukija hapa daily budget inasema minimum $2. $2 tukipiga hapa let's say kwa $2 hapa tunatarajia kupata watu 1421 kati ya 1400 hadi 2900 na ngapi per day. Lakini recommendation kutoka kwao wanasema you might get low message, au yani kwa maana utapata message chache. Kwa nini ambacho anapendekeza let's say at least $3, lakini inaweza kawa sio kubwa sana. Kikubwa ni kuweza kuangalia set duration pia, na yenyewe ni muhimu zaidi, kwa sababu hapo unaweza ukaenda kwa dola ngapi, $2, alafu kaenda kwa siku hata ngapi, 10 au 10 na ngapi. Ukiwa hapo naenda 6, let's say tunaweza kwenda dola siku 15 $30. Ukipiga 30 kama inaenda kwenye 70 hivi. Kwa hiyo result yake ina maana unapata watu kama 24,000 na ngapi. Hebu fikiria kwenye 24 watu 15,000 au 10,000 wakawasiliana na wewe, ina maana kwamba tayari umeshapata best result kwenye hii budget yako. Hapa pia swala budget hapo inategemeana na uwezo wako. Kwa hiyo kwenye swala budget hapo tuweze ku recommend zaidi, kikubwa ni wewe kuweza kuangalia budget yako. Baada ya hapo ungehitaji je, tuendelee kufundisha zaidi huko mbele jinsi ya kuweza kufanya malipo bila kumwomba mtu, basi niandikie comment hapo. Kwa video hii naomba tuishie hapa. Asante sana kwa kutazama. Vitu vya msingi umeshavifahamu. Hatua zinazofuata contact me ama comment hapo chini.